So guys, sijui kama mmeona, but the new IEBC chair has been elected. Na mimi nataka kumwambia akicheza na sisi miaka ni miwili na miezi kadhaa. Miaka ni miwili ukicheza na sisi 2030 February hivi. Tunataka kukwambia dance with the angels. Ukicheza na sisi. Can you look at the graph. Look at the past cases. Mwenye alisema history repeats itself. Akutupaka mafuta. Cheza na sisi. Miaka ni mingapi? Yep. Sisi Mungu huwa anatupigania. Sisi kwa vita huwa hatupigani by the way. Hatupiganagi. Iyo. Unapigana na mimi na rusha mikono juu. Basi pigana na Mungu wewe. Anyway, must go. So the new IEBC commission list is out. But why does government release important information or communication past 5 p.m? Is it even legal? Ama watakangi tuone hizi vitu. That list is suspicious. Hey guys. Finally, Ruto ame-nominate an IEBC chairman. Anaitwa Erastus Edong Ethekon. I think these are Turkana guy. All the way from Turkana. Wow, Turkana kumbe ni machopi. And Erastus, by the way, akona several degrees cause akona masters of law, akona masters of science of art. Where? And he's just 48. By then I'm young. He's just 48. Sasa atahando hii ukalulu yote ya politician. Okay. Acha tuone. But congratulations guy. Congratulations. You are young. Round here at least umepata mtu young. Hebu acha tuone. Zetu za NTV jioni. Sasa tunayo taarifa ambayo imetufikia sasa hivi. Erastus Edung Ethekon ndiye mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini. Taarifa ambayo inatufikia, Erastus Edung Ethekon ndiye sasa mwenyekiti ambaye ameteuliwa na Rais William Ruto kufikishwa bungeni ili ateuliwe kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC. Makamishna wengine ambao wameteuliwa ni pamoja na Anjeri Nderito, Moses Alutalala Mkwana, huyu namfahamu sana, mchanganuzi wa masuala ya siasa, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Adol, vile Fahima Arafat Abdalla. Hawa ndio wamechaguliwa kuwa makamishna wa IEBC. Fahamishe tena kwamba tunaye sasa ambaye atakuwa mwenyekiti wa tume huru na mipaka humu nchini IEBC, Erastus Edung, ambaye ameteuliwa na Rais William Ruto. Sasa atafikishwa kule bungeni na kisha atapigwa msasa na wabunge, na baadaye ikiwa atampitisha atakuwa mwenyekiti mpya wa tume huru na mipaka humu nchini IEBC. Taarifa ambayo tumeipata hivi punde. So finally, President William Ruto has nominated Erastus Edung Ethekon as the next IEBC chairperson. Now, Erastus holds an LLB, has 3 master's degrees, and has previously worked at the AU, UNDP, among other entities. What do you guys think about this nomination? William Ruto, mara nyingi nimekuona, mara nyingi nimekuambia, William, hapa unapotea na utakangi kusikia. Unajua Matiang'i ameingia pale Kisii, akafanya homecoming peke yake bila kumobilize people. Watu wakaingia kama mchanga pale Kisii. Dunia yote na mbingu iliona. Ukanyamaza kwa siku mbili, you thought of a way to counter that. I can tell you openly, that's what you calculated. So quickly, ukaangalia Kenya mzima ni wapi unaweza enda. At least you attract the crowd to counter what you saw. You thought of Migori County. And quickly, uka extend to Narok County.
Because in politics, you must create a political perception. You see, Kalonzo amekuwa akifanya these campaigns. Auonangi kama iko na impact. Unajua, Rigathi Gachagua anafanya the same whatever gatherings. Hauonangi kama kuna impact because you think Gachagua is not going to vie for any position. When the potential candidate aliingia, Fred Matiang'i, already State House ilichanganyikiwa. So 2 days, mkakaa chini kupanga venye mtapata place ya kucounter Fred Matiang'i. So umeenda pale Kihanja, umetoka huko ukaingia hapa Narok. William Ruto, why I'm saying so is because the content, the substance umeongelelea pale ukiwa kwa hizi rallies ni kujibu opposition. Issue hapa Wakenya wanafaa kuelewa, you didn't go there to concentrate on projects. You went there to respond to Matiang'i. You went there to respond to opposition. Now, acha nichambue hiyo mahali umeenda kurespond kwa opposition ya haraka haraka. Umekuja na story, unataka kujiondoa kwa Wakenya. Eti si Wakenya wanaongea mambo ya Ruto must go. Unataka kuipandika kwa opposition, kwa Gachagua, kwa Matiang'i, kwa Musyoka, kwa Martha Karua, kwa Natembeya. Unataka kuipandika kwa kina Eugene Wamalwa. Nataka kukuambia, haijalishi namba za upandikaji utaweka. Haijalishi utazungumza eti ni Gachagua anaongea mambo ya Ruto must go ama one term. Hii story ilianzishwa na Wakenya hata mkiwa na Rigathi Gachagua kwa serikali. Wakenya walisema Ruto must go. Wakenya walisema Ruto must go mkiwa na Raila Amolo Odinga. Wakenya walisema Ruto must go kutoka 2023 kwa Sufuria movement. Wakisema mambo ya cost of living, wakisema sava ifunguliwe. Acha kucreate story ionekane kuwa ni opposition wanasema Ruto must go. Eti hao jamaa agenda yao ni Ruto must go. Si wale wa jamaa wanasema Ruto must go, ni the people of Kenya, the voters. Mpaka wengine walikasirika mpaka wakakurushia kiatu. Ndio wanasema Ruto must go. You will fake this, you will divert this, but the truth and the writing is on the wall. William, I see your advisors still misleading you further. But now it is too late. Watu washasema hata huyo Matiang'i akiwa venya ako, tunamtaka kama rais. Watu washasema haijalishi how many times you call these guys criminals. Wakenya wanakumbuka ulipelekwa mahakama ya jinai ICC mkiwa na Uhuru Kenyatta na bado wakawapigia kura. Sasa Matiang'i unajaribu kumweka eti ni criminal, aliua watu Rivayala. Kuna wengine unajua walitolewa Kiambaa Church, wakauawa, wakachomewa ndani na bado ukapigiwa wewe kura. Mkapelekwa ICC, bado ukapigiwa kura. Sasa hii unakuja kuambia Wakenya sijui Matiang'i, sijui this, that. That is a story. Kenyans are set for Matiang'i and they know you are doing politics. The tactic you are applying is wrong. Either you change from it or uendelee utazama. Na mimi nimekuambia